zangu wadau wa ufugaji wa samaki, leo nilipenda tujifunze umuhimu wa kufunika hizi nyavu kwa pembeni. Kwa wale hali yao ya uchumi ambayo iko chini, napenda kuwahimiza tuangalie vizuri hii video na haya mabwawa yalipofunikwa kwa namna hii. Hizi nyavu zimezungushiwa tu pembeni, hazijafunikwa juu kwenye hili bwawa lote. Kama tunavyoona mpaka kule juu imezungushiwa pembeni. Kwa hivyo nilikuwa napenda kusema usiache samaki wako wateketee kwenye bwawa na wadudu wadogo wadogo. Kwa mfano wale wanaotambaa, fisi maji, kenge, vyura na baadhi ya nyoka wanaokula samaki, unaweza kuwekea wigo kama huu. Pia hapa katikati tunapaacha wazi, haufuniki kabisa. Lakini kama hali yako ya uchumi na ruhusu kufunika mpaka hapa juu, na kushauri sana funika bwawa lako lote. Lakini kama hali yako ya uchumi haipo vizuri kabisa, tumia mfumo huu. Nunua nyavu zako kadhaa, zungushia wigo kwenye bwawa lako lote. Na namna ya kufunika, angalia vizuri hii video tulivyofunika hili bwawa. Kwa maana mdudu akiingia humu ataweza kutoka, hawezi kutoka. Kwa maana kama ni mdudu hatarishi, unakuwa na uwezo wa kumuua kwa namna yoyote ile. Kwa hiyo ndugu zangu, napenda kusema tuhamasike, tufuge. Ufugaji wa samaki unawezekana. Kwa nini uwezekane ufugaji wa samaki na pasina kukwamisha mdudu yote kwa yote? Tufunike kama hivi. Unakuta kamba zetu mtu tumezibana vizuri, huku chini nyavu imefika vizuri, kwa maana mdudu hana uwezo kutoka hapa kupanda hii nyavu yetu mpaka hapa kadumbukia kule. Akilazimisha kidumbukia, namna ya kutoka huko ndani aje huku. Akifika huku anakutana na hiki kizuizi hapa. Kisha kutana na hiki kizuizi hapa, anakuwa hana uwezo wa kuweza kutoka kwenye hili bwawa lote. Kwa hiyo tuangalie kwa umakini hizi tulivyofunika. Na sisi kwenye mabwawa yetu tufanye hivi. Kama hali zetu za uchumi zimekuwa duni na tumefuga samaki wenye usamani wa hali ya juu, pesa hamna, kwa hiyo tuangalie namna ya ufunikaji. Hata kama pesa huna, jitahidi kujichanga, nunua nyavu yako kidogo, zungushia hivi. Lakini kama hali ya uchumi na ruhusu, ni vizuri zaidi ukanunua nyavu kubwa, ukazungushia bwawa lako lote mpaka hapa juu. Hapa hatujafunikia kwa ajili ya ndege, tumefunikia kwa ajili ya wale wadudu wote wanaotambaa. Kwa maana mdudu anayetambaa anaingilia kwenye kingo za ukuta kama humu. Akiingia kwenye kingo hii, aingie ndani ya bwawa wale samaki kisha atoke. Kwa maana hapa hawezi kuingia kula samaki. Zaidi ataishia kufika hapa kuangalia, hapa kuingilia hamna, atarudi. Lakini ndege atakuwa na uwezo wa kuingia hapo juu na akala samaki na akatoka. Sasa kama atakuwa na uwezo wa kuingia hapo juu na akala samaki akatoka, angalia mazingira yoyote ambayo utakayoweza kumdhibiti ndege asiweze kuingia hapo juu akala samaki na akatoka. Kwa hiyo angalau kidogo utakuwa umepunguza uharibifu wa wadudu wanaokula samaki. Kwa maana utakuwa umepunguza kenge, fisi maji na baadhi ya nyoka na vyura kwa kuziba kwa kutumia mfumo huu kama unavyoweza kuona. Kwa hiyo kwenye upande wa ndege utakuwa hujazuia pia. Lakini hata ndege wenyewe akishaona umeweka nyavu zako namna huyu, hawezi kwanza kuhangaika kuingia ndani ya bwawa lako, kwa sababu anajua wazi tayari huu nimeshawekewa mtego. Kwani hii nyavu itakuwa imezunguka bwawa lako lote pembeni. Atajua huu tayari ni mtego, hataweza kushawishika kuingia kula samaki kwenye hili bwawa. Ndugu zangu, napenda kusema tuhamasike, tufuge. Ufugaji wa samaki unawezekana, hamna kisichowezekana. Na wahamasisha kila siku tufuge samaki kwa tija, tusifuge samaki kwa mazoea. Kwa sababu fulani amefuga samaki na wewe ufuge samaki utegemea upate matokeo mazuri. Fuga samaki kama mwenyewe umependa, najua utatumia gharama kivyovyote vile uweze kufuga samaki. Lakini kama hujapenda, unaangalia tu fulani amefuga, ukaweka samaki hata kulisha ulishi, kufunikia ufuniki, umeweka tu bwana madafu, unategemea upate matokeo mazuri, kwa kweli hautaweza kupata matokeo mazuri. Kama hali yako ya kiuchumi imekuwa ngumu kabisa, ndipo tumia mifumo kama hii. Na hali yako kama imekuwa ngumu kabisa, lima hata bustani za mboga. Kama unavyoona kwa pembeni kule kuna mboga zipo pale. Lima hata bustani, samaki wako walishia hata mboga, na kuliko kuwaacha kabisa na njaa. Haitapendeza kwa kweli, mpendwa unayefuga samaki. Kwa hiyo napenda kusema kwa leo naomba niishie hapa. Nitaendelea kuwapatia masomo mengine na ushauri mwingine ambao utakuwa unahusiana na masuala ya samaki. Asanteni sana kwa kunisikiliza.